Are you building or you are destroying umoja wetu? What is the problem? Naona wengine wanatweet kama Kidiki wanaanza kusema ati mambo ya ukabila mambo. Kidiki, you are professional. Kama utanisee kama mwanaume fulani na fulani ama kama ni Gachagua anafanya ukabila kwa sababu amesema hii na hii na hii. But I want to tell you, Kidiki, you are Mero, wewe ni Mumero. Ukienda kwenye unaenda kuongea kwa mama na Kimero. Don't be used by the system. Sasa hata tunaanza kuona kweli. Tuliweka villager kuwa running mate wa president na president yeye ndio aliappoint yeye. President yako kuwa mjinga akifanya hiyo. Inaonekana kama ya Kidiki tungekuweka hapo, there's nothing umekuwa unaweza kusawasanisha watu ama kuunganisha watu. There's nothing could have done. So we did the right choice for doing that. Yeah? Sasa kila mtu vita. Wengine ni kulia haeleweki, ni kitu gani wanasema? Wengine wameanza matusi. Matusi haeleweki. Umeanza kubeba pesa inatoka wapi? Unaenda kubeba wajumbe, beba hii pesa. Ukuje uibe wimbo yangu, utapata 200,000. Are we building Kenya or we are destroying Kenya? We are destroying this country. Ukabila ni ya nini? Now I'm happy for the president. I've been saying what I want to say now, and you have repeated when you are in Nakuru. Hii serikali tulipewa na Mungu. Anybody who is a Christian would say that. Hii serikali tulipewa na Mungu. Lazima tufanye maombi tunafanyaga kila siku kwa kanisa. Baba yetu ulio mbinguni, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehea wale tuko nao. Very short. Prayer. Kama watu wale walikuwa msanyiko hiyo ya kanisa hiyo ya Wakorino, kama hamkusikia mtoto huyu wa mwaka 11, the prayer he did to the president. If a village boy, msichana wa 11 years, he can advise us to stay together. Na kukumbuka tusiwache wale watu tulipigania na hao, kwa sababu the other thing president ile iko. Tumechanganya hii siasa. Na tumeanza kujiuliza, is it tunataka kufunza watu kupiga serikali ndio haya rewarded? Ama tunataka kupea royalty people wale walikuheshimu mkatoka naye chini mpaka alipofika? Which is which? We are bringing confusion. We are not saying anybody not to be rewarded. But surely, let's think also. Wale watu mulifanya kazi na hawa wakaleta serikali. That means they are important people. Let's be together and talk. Lakini mimi naomba Your Excellency, hivi tatuache kupeleka nje, wacha ikae kwa nyumba. Ikae kwa nyumba. Lakini tukikreate watu wa kwenda kwa matusi, even a village boy ataanza na yeye kupeleka maneno kwa kijiji. And I'm telling you, without fear, my president, as advising you because you are my brother, I died with you. Tukipigania serikali. The more those boys are going to abuse Gachagua, the more popular Gachagua is coming. Everywhere, in the Rift Valley, where, all those things. Watu kama ndio wale mnawatumia. Do you know we did not get more votes in Northeastern because of him? Because he is a dictator on his tribe. Fighting all those people there. And now, wako Saturday wakienda kupigana kwa ukabila. Wanaenda hapa Kikuyu. Attack! People will start responding. All of us, we are going to respond. If we are not careful. Hii nchi, tutahakisha moto. Lakini kuna msemo wa Kikuyu inasema, kuna vita inakuja kusaidia. Hii vita imekuja kusaidia. Let's everybody think. What can he learn from the fight which is going on? What can be in our head kuona watu wakirudisha ukabila? And I want to say clearly, hata mambo ya kusukumia watu kuwa chama moja, you actually, it will not work. Tulitoa section 2A. 2A. And now we want to kurudisha section 2A. Tuwe na kabila moja. South Africa imeshinda kufanyika.
and made the country. Israel is a coalition party. South Africa ilikuwa very famous, chama ilikuwa very strong. Kwa sababu ya kuwa chama moja ikiingia inaanza kudictate. That's what happened in South Africa. Walifukuza former president kwa chama, si kwa kura, kwa chama. Wakamfukuza. He has come back. Kiditi apate within 6 months. Na imekuwa namba 3. If we started 1 year, ingekuwa juu. So issue ya chama ni mzuri na ni mbaya. Ni mzuri ikitumiwa kwa njia mzuri. Na ni mbaya ikitumiwa kwa njia mbaya. Tulishinda kwa UDA. Watu wakuwa nominated, girlfriend, sister, cousin, family. Mtu mmoja unabeba watu 10. Unawacha vile wale walipigania UDA. Unachukua yeye mwenyewe. Unaenda naye. So that's why you're saying we must be very careful about the party. If you want to be with the party, lazima tujipange kwa njia mzuri. Na kuna kitu Moi alifanya wakati ya KANU. Your Excellency, the president, you are there by that time. And I was there when I was a chairman of KANU. Every constituency, if we win 3 seats of MCAs, unapata ratio moja. Automatically, that constituency inapata ratio moja. Na inawaachiwa wale wako huku wapange ni nani. If you get 4 or 5, ratio ni 2. Na mnawaachiwa nyinyi wenyewe mjipange. Hii mambo ya kuja kugaia nini nominated at Nairobi headquarter. Wasichana wote wanafunga mizigo yote, wanakuja kutafuta malodging hapo wakitafuta watu wa nominate hawa na kupewa viti. That's a curse. And we know all these things. So unakuta, instead of building the confidence of the party, we are tunavunja confidence of the party. Kwa sababu what we are saying, it is not what we are doing. Your Excellency, you are the kingpin of this country. Usidanganywe na watu wachache wale wanakuja kuleta maneno ya ukabila na watu kuchochea wewe. And I want to tell you also, fungua mlango ya discussion na watu wale mlikuwa nao, ama wale wazee wataweza kukuongoza. Lakini hawa vijana, hawa vijana wakuja kuingiza wewe mtaro, na tutaingia kwa serikali sisi wote na tutaumia. Tutaumia sisi wote. The best country. I want to remind you, hata hii pesa yote tunatafuta nje na kuja nini? It is good. Lakini kama siasa haipangwi mzuri, hata hiyo pesa zote haitatusaidia. Itavunjwa na ukabila, itavunjwa na chuki. Kwani nyinyi mkumbuke 2007? Let me remind you. The time was chairman of KANU. Tulikuwa naenda tukifanya kampeni na Moi. Tunasema wanaona hii barabara yote tuliwekea nyinyi rami. Sasa wanatuambia kunja hiyo rami enda naye. Tunasema wanaona mashule tumejenga hapa, chukua hiyo mashule muende naye. I'm giving you the experience of the time of Moi. So the investment and all these things, if there is no peace, ingia mambo ya ukabila, it will be all useless. And it will not be seen by anybody. And it will not be counted. Open yourself to be accessible by the people who knows what they are saying. And let's not fight with the reality. And you know, if anything goes wrong, Your Excellency, my brother, my younger brother, he itakuja kubebesha mzigo.